Hello, mambo vipi? I am Nuru, mimi ni mwanga wa uelewa. Leo nataka nikuambie sababu au mambo yanayopelekea ngozi kunyauka, au tuseme ngozi kuzeeka, yaani sababu zinazopelekea watu kuzeeka kabla ya umri wao. Kuna sababu kadhaa ambazo zinapelekea watu wanazeeka mapema au ngozi zao zinazeeka mapema kabla ya umri wao. Kuna sababu nyingi. Watu siku hizi wanaonekana kuzeeka ngozi haraka. Ngozi zao zinajikunja na kuwa nyembamba, au kuwa na mistari ya kujikunja, mistari ile ya uzee mapema kabisa ingali bado umri mdogo. Kuna vitu vingi ambavyo vinapelekea, hasa kwa maisha yetu ya sasa hivi. Kisababishi namba moja huwa ni jua kali. UV rays, au mionzi ya jua ndio sababu kubwa zaidi. Mara nyingi UV au huharibu collagen na elastin kwenye ngozi, vitu vinavyoifanya ngozi iwe ngumu na laini. Bila mafuta au kinga au kuwa na sunscreen, ngozi huweza kuzeeka mapema. Kumbe tunakuja kugundua kwamba muda mwingine jua linaweza kusababisha ngozi ya mwili kunyauka au ngozi ya uso kunyauka, hasa kwa watu ambao wanaishi sehemu zenye jua kali kama Dar es Salaam. Kuna jua kali sana, so inashauriwa mara nyingi uwe na timeline yako, yani kuanzia mida saa 12 mpaka saa 4 hapa unaweza ukakaa juani, lakini kuanzia saa 4 mpaka mida ya saa 10 usikae sana juani. Au hata kama ukitembea juani, basi hakikisha unavaa kofia au una ile sunscreen ya kuzuia jua. Namba 2 ni stress ya maisha. Siku hizi watu wana stress sana, na stress mara nyingi huongeza homoni ya cortisol, ambayo hii huharibu seli za ngozi na kupunguza uwezo wa ngozi kujirekebisha. Kitu kingine ambacho kinapelekea ngozi kunyauka ni usingizi mdogo. Watu wengi hatulali masaa ya kutosha, hatupati usingizi wa kutosha, wakati ngozi mara nyingi hujirekebisha au kujiripea nyakati za usiku wakati umelala. Sasa watu mishemishe nyingi, tunasahau hadi kulala. Mwisho wa siku inapelekea kuzeeka mapema au ngozi kunyauka au kuwa na mikunjo. Sawa. Kitu kingine, chakula kisicho na virutubisho. Watu sasa hivi tunakula vyakula processed food nyingi sana, vyakula vyenye sukari nyingi sana, vyakula vyenye mafuta mabaya. Kwa hiyo hii inapelekea collagen kupungua kwenye mwili na inflammation zinakuwa zinaongezeka kwenye mwili. Kwa hiyo vyakula tunavyokula vinapelekea pia ngozi zetu kuwa na changamoto. Kitu kingine ni uchafuzi wa hewa, pollution, vumbi, moshi au moshi wa magari, moshi wa viwanda huharibu ngozi taratibu na kuongeza free radicals zinazoharibu seli. Uvutaji wa sigara na pombe hupunguza damu kufika kwenye ngozi vizuri, hivyo ngozi hukosa oksijeni na virutubisho. Kutokunywa maji ya kutosha. Ngozi inapokosa maji inakauka na kuwa nyembamba na kupata mistari mapema au kupata mikunjo mapema kabla umri wako haujazeeka na hujafikia ule umri wa kuzeeka. Matumizi ya bidhaa kali za kemikali, mfano sabuni, mafuta ya kupaka,
Kemikali hizi huondoa mafuta ya asili ya ngozi na kuifanya ikauke haraka. Sawa. Sasa tunawezaje kuilinda ngozi? Ufanye nini ili kuilinda ngozi yako isizeeke mapema? Linda ngozi yako dhidi ya jua. Jua ndiyo adui namba moja wa ngozi. Epuka kukaa juani muda mrefu bila kinga. Tumia sunscreen kama ipo, au angalau kofia au miwani. Kaa kivulini hasa kati ya saa 4 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kunywa maji ya kutosha, lengo kuboresha afya yako lakini na ngozi yako pia. Angalau glasi 6 kwa watu ambao wanakaa juani mpaka glasi 10 kwa siku. Maji husaidia ngozi ibaki laini na yenye unyevu. Kula chakula chenye nguvu ya ngozi, au kula chakula chenye uwezo wa kulinda ngozi. Kula vyakula vinavyoongeza collagen na antioxidant. Mfano matunda kama vile machungwa, papai, parachichi, mboga za majani, spinach, sukuma wiki, samaki, mayai, maharage, karanga na mbegu zinginezo. Punguza ulaji wa vyakula vyenye sukari nyingi. Vyakula vyenye sukari nyingi, hapa tuna masoda, tuna sukari yenyewe. Tuna vyakula vingi mno ambavyo vinahusisha sukari. So punguza vyakula mara nyingi huwa vinapelekea ngozi kunyauka au ngozi kujikunja au kuzeeka mapema. Punguza vyakula vya kukaanga sana. Hii ni fast food. Tunataka vyakula vya haraka haraka. Vyakula vilivyo chakatwa sana viwandani vinapelekea ngozi kunyauka na inapelekea mtu anazeeka mapema. Lala vizuri. Lala masaa ya kutosha kuanzia masaa 7 mpaka 9 kwa siku. Usingizi mdogo huongeza mistari ya uso mapema au kujikunja kwa ngozi. Punguza stresi. Stresi huharibu ngozi taratibu bila wewe kujua. Fanya mazoezi, kutembea tembea kwa miguu, pumzisha akili, furahi, cheka na kujipa muda wa utulivu. Inasaidia pia ngozi yako iwe yenye nuru. Namba 6, usifanye ngozi over cleaning, yani kuosha sana ngozi au kutumia sabuni kali sana. Kuondoa mafuta ya asili ya ngozi. Tumia sabuni laini na usioshe mara nyingi sana kwa siku, maana sabuni zina kemikali ambazo zinapelekea ngozi yako iweze kuharibika. Fanya mazoezi ya mwili, maana mazoezi huongeza mzunguko wa damu na hufanya ngozi ipate oksijeni na virutubisho vizuri. Epuka kunywa pombe kali na sigara. Hii huharibu collagen haraka, huifanya ngozi kuwa kavu na iliyo na mikunjo mingi. Sawa. Hayo ndio mambo muhimu sana ya kuzingatia. Ndio mambo muhimu sana kuzingatia. Utajuaje kama ngozi yako imeanza kuzeeka? Bado kijana, lakini utajuaje? Sasa nataka nikwambie dalili za ngozi kuanza kuzeeka mapema. Dalili za ngozi kuanza kuzeeka mapema. Namba 1, utaona mistari midogo usoni. Hii inaitwa fine lines. Huanza kwenye macho, paji la uso au mdomo. Hii ni ishara kwamba collagen inapungua. Namba 2, ngozi kuwa nyembamba na dhaifu. Ngozi huanza kuonekana tired au iliyochoka, au inaanza kuonekana kama dhaifu fulani hivi. Pia unakuwa mwepesi wa kuumia, au ngozi yako inakuwa inajikunja kirahisi. Namba 3, unakosa mng'ao. Ngozi yako inakuwa dull skin, yani ngozi yako inakosa nuru. Ngozi yako inapoteza ile glow ya asili. Inaonekana imechoka hata kama umepumzika. Kukauka haraka kwa ngozi.
Hii ni dalili kwa ngozi yako imeanza kukauka. Hii ni dalili kwamba ngozi yako inakosa unyevunyevu. Kitu kingine, utaona madoadoa ya rangi au spots fulani hivi kwenye ngozi. Unaweza kuona madoadoa au spots fulani kwenye ngozi, ujue pia ngozi yako hiyo sasa imekosa collagen, sasa imeanza kunyauka. Ngozi yako italegea. Namba 6, ngozi yako italegea. Mashavu utaona akishuka chini. Chini ya macho waza kushuka chini kidogo. Mashavu unaona kabisa yanalegea. Ujue kabisa hii ni moja ya dalili kwamba ngozi yako imeanza kupoteza collagen. Okay. Hizo ndo dalili za kugundua kama ngozi yako imepata shida. Watu wao wanalinganisha, wanasema kwa nini zamani na sasa. Inaonekana zamani watu walikuwa wanaishi muda mrefu, lakini sasa watu hawaishi muda mrefu. Au wengine wanasema zamani walikuwa watu wanachelewa kuzeeka, sasa hivi wanawahi kuzeeka. Ukweli ni kwamba zamani watu walikuwa wanakufa na sasa watu wanakufa. Hamna utofauti. Zamani watu walikuwa wanazeeka na sasa hivi watu wanazeeka. Ila utofauti ni vitu vidogo sana. Kwa sasa hivi kuna baadhi ya nchi na baadhi ya maeneo vifo vimepungua kutokana na kwamba kuna teknolojia ya dawa na vitu kama hivi. Zamani kulikuwepo hakuna dawa, watu wakiumwa matatizo madogo au magonjwa madogo ni wanakufa kwa sababu hakuna alternative way ya kujitibu. Kwa hiyo inaweza kuwa pia zamani walikuwa wanakufa zaidi kuliko sasa hivi. Ila kwa sababu zamani kulikuwa hakuna teknolojia, kulikuwa hakuna mitandao, ilikuwa sio rahisi watu kujua. Sasa hivi ni rahisi sana watu kujua kama watu wanakufa haraka au wanachelewa. Lakini kwa sasa hivi inaonekana kwamba vijana wadogo wanazeeka mapema kuliko ilivyokuwa watu wa zamani au watu wa vijijini. Au watu wa mjini wanazeeka haraka zaidi kuliko watu wa vijijini. Au watu wa sasa hivi wanazeeka zaidi kuliko watu ambao walikuwa wanaishi zamani. Zamani kwa nini watu walikuwa wanasurvive muda mrefu? Kwa sababu pia maisha ya zamani yalikuwa natural. Yaani yalikuwa ni ya asili zaidi. Watu wa zamani walikuwa wanatembea sana na kufanya kazi za mikono. Mfano shamba, ufugaji. Hawakukaa muda mrefu bila mwendo au bila kufanya mazoezi. Kwa hiyo mazoezi ya kila siku huchelewesha kuzeeka kwa mwili na ngozi. Chakula cha asili zaidi walikula. Chakula kisicho na kemikali nyingi walikuwa wanakula kipindi hicho, vyakula vya asili. Kulikuwa hakuna sukari na processed food zilizokuwa kama zilivyopo sasa hivi. Watu sasa hivi wanakula sana vyakula vyenye sukari. Pia kulikuwa hakuna uchafuzi wa mazingira. Zamani kulikuwa hakuna magari mengi, mapikipiki, manini, mamimoshi. Sasa hivi kila kona unapopita kuna magari, moshi. Kwa hiyo ule moshi unapelekea madhara katika ngozi. Sasa hivi kuna viwanda vya plastiki. Hewa kiujumla imechafuka katika mji, tofauti na watu wanaoishi jijini au watu wa zamani ambao walikuwa hawana teknolojia. Maana uchafuzi wa sasa huharibu seli za ngozi, free radicals. Pia kwa sasa hivi watu wana stress za maisha, tofauti na zamani watu walikuwa wana stress sana. Sasa hivi watu wanaishi mjini wana stress za madeni, stress za bili, stress za kazi, mionzi ya simu, watu wanakesha sana na simu. So ukimionzi sana ikiwaathiri, mwisho wa siku wanapoteza usingizi. Ukikosa usingizi ni kwamba utashindwa kulala. Ukishindwa kulala ni kwamba mwili wako utashindwa kufanya marekebisho usiku ili ngozi yako iweze kujitight na kuwa sawa. Kwa hiyo itakuwa inalegea tu kwa sababu collagen ambayo hii inasababisha ngozi iwe safi tayari
haifanyi kazi inavyotakiwa. Okay, kwa hiyo hizo ndo sababu ambazo zinatofautisha zamani na sasa, watu wa kijijini na watu wa mjini. Kwa hiyo muhimu sana, jitahidi upunguze stress za kila siku. Tuna uchafuzi wa hewa, lakini sasa tunafanyeje? Tupo mjini. Jitahidi sana kula vyakula, epuka vyakula vya haraka haraka, hivi vinapelekea ngozi yako ikose nuru. Kwa wale ambao wamepata changamoto kubwa, imekuwa changamoto kubwa, sasa sisi tuna bidhaa zetu ambazo zinaweza kukusaidia wewe hapo kuondoa michirizi. Kama una chunusi usoni, una michirizi, umeanza ngozi yako imeanza kuzeeka, nitafuta kupitia 0715047591, 0715047591. Nitaweza kukupatia bidhaa ambayo itakusaidia wewe kurudisha kwenye hali yako ya ujana, kurudisha ngozi yako iwe na nuru, iweze kung'aa. Kama umeharibika labda kutokana na vipodozi, umeharibika kutokana na mafuta, umeharibika kutokana na jua, umeharibika kutokana na kukosa vyakula virutubisho, basi kupitia hii bidhaa itakusaidia sana na utaweza kurudi kwenye hali yako. Lakini vyakula muhimu sana kuvizingatia, hasa vyakula vya protini. Jitahidi sana kula vyakula vya protini, jitahidi sana kula matunda, vitamini C. Jitahidi sana kula na vyakula vinginevyo ambavyo ni vya mboga, kama vile mboga za majani. Alafu pia jitahidi kulala usingizi wa kutosha, inarekebisha ngozi yako. Jitahidi kufanya mazoezi, ndio vitu vya muhimu sana. Epuka kuwa na stress. Hivi ndio vitu ambavyo vitakuwa vifanya wewe kama wewe ukiwa nyumbani kwako. Lakini kama tatizo lako ni kubwa sana, litibu kwanza hilo tatizo. Kisha litibu tatizo, then huku utaendelea na lifestyle yako ya kawaida ya kuzingatia hivyo vitu, huku ukiendelea kutumia hiyo bidhaa ambayo nitakuwa nimekupatia kwa ushauri. Lakini bila kusahau maji ni ya muhimu sana. Jitahidi kunywa sana maji, kwa sababu maji yanasaidia sana 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 kurekebisha mfumo wa ngozi yako. I am Nuru, ile nuru ya afya. Nitafute kupitia hizo namba naweza kutajia, au unaweza kunifollow kupitia TikTok Nuru ya Afya, au unaweza kunipigia kwa namba hizo hapo ambayo ni 0715047591. Nuru Afya Imara, ulipo nipo. Nuru ya ngozi yako ni sasa.